Raisi wa nchi ya Burkina Faso Ibrahim Traore ndani ya mwaka 2025, lakini pia tangu kuingia kwake madarakani, nazungumzia mwaka 2022, tumeona kwamba amekuwa ni rais ambaye anazungumzwa kwenye vyombo vya habari duniani na vyombo vya habari vya magharibi, nazungumzia nchi kama vile Marekani lakini pia Ufaransa. Tumeona kwamba amekuwa ni rais ambaye anatajwa ama kuzungumziwa katika sehemu mbalimbali. Sasa mwezi wa 4 ndani ya mwaka 2025 kuna tukio ambalo limetajwa kama ni assassination attempt, kwamba watu wakijaribu kutaka kumuua rais huyu kijana ambaye ana ushawishi mkubwa zaidi hapa barani Afrika. Lakini pia ni tukio ambalo limeweza kuzungumzwa zaidi na kufanya kwamba watu wengi duniani wakihitaji kuzungumza ama stand up ama kusimama imara kumtetea ama kumzungumzia rais huyu wa nchi ya Burkina Faso ambaye anafahamika kwa jina la Ibrahim Traore. Lakini pia issue kubwa ambayo imewashangaza watu ni kwamba pale nchini Marekani tumeona kwamba baadhi ya mastaa wakimtaja zaidi, akiwemo Tekashi 69, namzungumzia Tekashi ambaye kuna nyimbo ambayo yupo na karibia ameweza kumzungumzia rais huyu Ibrahim Traore. Lakini pia this time around Jay-Z ama Jiga akiwa anamtaja rais huyu Ibrahim Traore. Kwa hiyo ni rais ambaye amekuwa anatajwa ama kuzungumziwa sehemu mbalimbali, na amekuwa ni rais ambaye mwenye ushawishi zaidi duniani. Na sasa hivi ukiwauliza vijana wa Afrika kwamba endapo Afrika itaungana katika kauli mbiu ya African Unite, watakwambia kwamba wangependa kuona kwamba rais Ibrahim Traore akiwa rais wa umoja wa nchi za Kiafrika. Kwa hiyo ni rais kijana, rais ambaye anazungumza sasa hivi duniani, anatajwa kama rais ambaye mwenye ushawishi. Lakini pia baadhi ya mastaa wakubwa duniani, Rihanna, Jay-Z pamoja na Tekashi 69, namzungumzia Tekashi, lakini pia bila kumsahau Cardi B na baadhi ya mastaa wengine wa Marekani wakiwa wanamtaja rais Ibrahim Traore kama rais ambaye huenda kufanya mapinduzi katika katika bara la Afrika, lakini pia kuikomboa nchi ya Burkina Faso. Lakini kikubwa ambacho kimekuwa kinatajwa ni the way ambavyo misimamo yake ya kupingana na nchi za magharibi na kuitengeneza nchi ya Burkina Faso kwa nchi ambayo huru, kuwa na ile self determination, lakini pia kuwa na uchumi wa kujitegemea. Maajabu ama vitu ambavyo kavifanya katika muda mchache wa mapinduzi ambayo aliyafanya na kuingia madarakani rais huyu wa kijeshi ni pamoja na kutengeneza shule na elimu ya bure ndani ya nchi ya Burkina Faso, lakini pia kuondoa warowezi ama invaders ambao walikuwa wamevamia katika nchi ya Burkina Faso, especially ya Wafaransa, na kuirudisha ile migodi ya nchi ya Ufaransa kuwa chini ya haki ya raia wa nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo Burkina Faso inatajwa kuwa nchi ambayo ina uchumi wake binafsi na inaweza kujiendesha yenyewe. Kwa hiyo ni habari ambayo imekuwa inazungumzwa sana. Lakini pia this time around ni kwamba baadhi ya mastaa wakubwa wa nchi ya Marekani wakiwa wanamtaja kijana huyu rais wa nchi ya Burkina Faso. Guys, niambie hapo chini kwenye comment section, lakini pia salia Papa Film Online kwa habari zaidi. Bye bye and see you in the next one. Ciao.